mawazo. Wanasikia kwa kupitia kwenye kuwaza kwako ndipo ambapo unatenda dhambi. Sasa anza kutafakari, mtoto wa Mungu ambaye uko kwenye hii madhabahu. Mungu anataka leo wewe na yeye muwe mna ushirika wa pamoja. Maana mkiwa na ushirika wa pamoja, hakuna magonjwa ambayo yatakushinda, hakuna ugumu wote ambao utakusumbua kwenye maisha yako. Kuna matokeo ambayo wewe utakuwa unayafanya kwenye maisha yako kwa sababu una ushirika na Mungu. Yesu alisema, nitawaletea msaidizi na huyu msaidizi atawasaidia ninyi kwa sababu mmenipokea mimi. Na mtafanya vile vitu ambavyo mimi nilivifanya na zaidi. Maana Yesu alitakasa wakoma, Yesu alitembea juu ya maji, Yesu alifufua wafu, Yesu alifanya vitu vingi akiwepo hapa ulimwengu. Haleluya! Kwa hiyo vile alivyofanya Yesu na wewe unaweza kuvifanya kwa sababu ndani yako amekupa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Maana ukiwa na Roho Mtakatifu muda wote, tayari wewe unaushirika na Mungu. Roho Mtakatifu anakusaidia wewe kuyafanya mambo ambayo watu wengine hawajawahi kuwaza kama unaweza kuyafanya. Miujiza ile ambayo Mungu amekusudia kuifanya kwenye ulimwengu itathibitika kupitia wewe. Kwa sababu gani? Unaushirika na yeye. Ukiwa unaushirika na Mungu, maana mtakuwa mnafanya vitu vyote kwa pamoja. Hauwezi kutembea peke yako ukiwa unashirika na Mungu. Kanisa la leo limekosa ushirika na Mungu. Limekosa ushirika na Mungu kanisa la leo. Na ndio maana unakuta waamini wengi wanatembea katika mazingira ambayo hawapo katika uwepo wa Mungu. Wanaishi kwa mazoea. Hawana hata muda wa kusoma neno, hawana hata muda wa kufanya maombi, hawana hata muda wa kutembeleana. Upendo umepoa ndani ya kanisa. Swala la kushiriki ibada mpaka tuanze kubembelezana. Tunatakiwa kujitafakari sana. Ushirika na Mungu ni ushirika wa namna gani? Ushirika wa kwako wewe na Mungu ni ushirika wa namna gani? Tunataka kutumia mfano mmoja mzuri sana. Nadhani mfano wa wanandoa wawili. Haleluya! Mke na mume wasipokuwa na ushirika wa pamoja wa kufanya maamuzi kwa pamoja, hakuna ndoa, hakuna mafanikio ambayo yatatokea hapo. Migogoro kila siku itakuwa inatokea. Haleluya! Vifo vya haraka vinaweza vikawa vinatokea. Mambo mengi yanaweza yakatokea kwa sababu hawa watu wawili wanaishi sehemu moja lakini hawana ushirika. Sasa ule ushirika wa wanadamu wawili ambao wamekubaliana kuishi pamoja, kukikosekana pale uaminifu, kukikosekana pale kutendeana kwa haki, kukikosekana pale mazungumzo ya pamoja, kufanya vitu kwa kushirikiana, ndipo ambapo watu wa nje wanaanza kupata taarifa ambazo hawakupaswa kuzipata. Ndipo ambapo udhaifu unaanza kuonekana. Kwa sababu gani? Hawa watu hawana ushirika. Sasa wewe umeokoka, umepokea Yesu, hauna ushirika naye, maana yake unaanza kuonyeshwa ule udhaifu ambao wewe ulikuwa umeuficha. Haleluya! Sasa yule mwovu anaanza kupata nafasi, anaanza kukusumbua. Na ndio maana sasa hivi unakuta makanisani watu wengi wanaendelea kuteseka na wanaendelea kuteswa na yule mwovu. Wachawi wanashambulia, kila wale wakipanga mipango inatimia. Kwa sababu gani? Kuna udhaifu ndani ya kanisa. Watu hawana ushirika na Mungu, wamemwacha Mungu, bado wanakuja kanisani, lakini mioyo yao ipo kwenye biashara zao, mioyo yao ipo kwenye ndoa zao, mioyo yao ipo huko mbali kabisa. Wanakuja kanisani kwa ajili ya kutimiza wajibu kwamba leo ni Jumapili napaswa kwenda kanisani. Haleluya! Lakini anakuja kanisani hana ushirika na Mungu, hana ushirika na ile madhabahu, haelewi nini anachokifanya. Anakuja tu kanisani, mchungaji ahubiri, nimalize ibada nirudi nyumbani. Tafakari, mtu wa Mungu. Leo Mungu anataka tutengeneze ushirika na yeye. Bwana asifiwe. Mungu anataka wewe utengeneze ushirika na yeye ili aanze kuthibitisha uwepo wake kwenye maisha yako. Yesu anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kila tawi lisilozaa yule mkulima analiondoa. Mkulima anayeliondoa ni Mungu. Bwana asifiwe. Maana wewe kama tawi ndani ya Kristo usipozaa, Mungu anakuondoa kwenye nafasi yako. Mungu anakuondoa kwenye biashara yako. Mungu anaondoa kile kipawa ambacho kiweka ndani yako. Mungu anakuondoa na anakufuta na utasaulika. Nilikuwa nasoma Biblia. Kuna watu wengi sana wameandikwa kwenye Biblia. Lakini pia kuna maelfu ya watu historia zao hazipo kwenye Biblia. Kwa sababu gani? Zimefutika. Wale watu walikuwa hawana mahusiano na Mungu. Adamu alikuwa na watoto wengi, lakini watoto wachache wameandikwa. Ibrahim alikuwa na watoto wengi, lakini watoto wachache wameandikwa. Bwana sio, na maisha yao mpaka sasa tunasoma. Ibrahim alikuwa na watoto wengi.
Akianza Israeli, akaja Isiaka na wale watoto waliozaa na yule Ketula. Watoto ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Akina Duma, akina Shemu na kadhalika, wengi. Lakini mpaka sasa tunasema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Watoto wengine wako wapi? Wamefutika. Kwa sababu gani? Hawakuwa na ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu